Karibu tena katika chaneli yangu Vini Pro Media. Na niwashukuru fans wangu ambao mnaendelea kunifuatilia katika chaneli yangu kuhusiana na mafunzo ya graphic design, jinsi ya kuweza kutumia Adobe Photoshop, lakini pia jinsi ya kuweza kutumia Adobe After Effects kwa ajili ya kuweza kufanya motion graphics. Niwashukuru sana kwa sababu mmekuwa ni sehemu kubwa ya mimi kuweza kusogea, kuweza kupiga hatua na kuweza kupata moyo wa kuweza kufanya tutorials nyingi zaidi kwa ajili ya kuweza kusaidizana. Katika video hii nitakuonyesha namna ya kuweza kutengeneza professional business card. Kama unaofahamu kwamba business card zinatumika kwa ajili ya kuweza kujibrand au kuweza kufanya biashara yako ijulikane na watu. Na kwa kawaida business card huwa zinakuwa na vitu vingi sana ambavyo vinakuwa ni simple sana au rahisi sana na kuweza kumsaidia mtu kuweza kufikiwa na huduma kwa urahisi sana. Kwa hiyo cha kwanza hapa nitaandaa workspace yangu, nitasema 7x5. Labda kama hii resolution ya 300 nitasema create hapo. So itafunga workspace kama hii. Kitu cha kwanza hapa ni kuandaa background. Kwa hiyo nitakuja hapo kwenye shape na nitakuja kuchora labda shape kama hii hapa. Kama hivi. Kama hivi. Katika kuandaa background, kisha unaandaa background ambayo wewe itakuwa inakuridhisha na itakuwa inaonekana ni nzuri kwako. So hapa nitasema file place linked. Nitakuja kuchagua background yangu hapa ambayo nataka niweke pia. Ndio kama hii. Kama hivi nitaiscale kidogo hiyo chini. Kama hivi kisha nitasema hapa right click na nitasema create creeping mask. Kwa hiyo hii shape itakuwa imeingia ndani ya hii shape. Kwa hiyo naweza nikaipunguza kidogo opacity kwa kuja hapa nikasema ipungue kidogo opacity kama hivi. Labda hapo inatosha. Lakini pia hapa nitachora tena shape nyingine kama hivi. Yenyewe nitaifix hapa na huku itabana hivi. Hapa itakuwa kama hivi. Kwa kitu kingine hapa naweza nikachora labda mistari. Ni vile ambavyo unataka iwe business card yako. So nitashika shift kusudi mstari wangu uweze kunyoka, nitachora mpaka hapo. Hapa kwenye fill nitaweka white, lakini pia hapa stroke nitasema white. Itaonekana mstari kama huu. Lakini pia nitachora pia mstari wa ulalo hapa kwenda hivi. Kisha nashika shift kusudi mstari wako unanyoka. Nitasema fill kama hivi na hapa kwenye stroke nitasema hivi. Kwa hiyo itakuja ionekane kama hivi. Hapa pia nitachora ellipse kama hizi. Kama hivi. Labda nataka nibadilishe rangi hivi. Nitaweka hii. Halafu nitakuja hapa kwenye FX nitasema stroke. Ita pop up panel kama hii. Hapa stroke nitaweka labda 10 size. Nitasema okay. Kwa hiyo itakuja kuonekana kitu kama hii. Then uta control alt kuweza kuduplicate hii na hii utaiscale iwe ndogo kidogo kama hapo. Hivyo inatosha. Then utakuja hii nita control alt yenyewe nita duplicate hapa yenyewe nitaiscale iwe chini kidogo kama hivi. Hapo naona kwangu mimi inatosha. Kwa hapo umeweza kuandaa background ya business card yako. Kinachofuata hapa ni kuweza kuingiza vitu muhimu kwenye business card. Kumbuka kwamba business card ina upande wa mbele lakini pia na upande wa nyuma. Kwa hapa tumeanza kudesign upande wa mbele wa business card. Kwa pia kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba business card imeundwa na vitu vingi sana. Kwa unaweza kusema ni jina la kampuni au jina lako, lakini pia kazi ambazo unazifanya, lakini pia mawasiliano kwamba unapatikana wapi ili kusudi watu waweze kupata kiurahisi na kuweza kufikiwa na hiyo huduma. So hapa nitakuja ni import logo, nitasema file, nitasema open, nitaenda kuchukua logo yangu hapa. Nimekwisha kuiandaa.
hii. Yep, kama hivi, labda nitafuta scale kidogo hivi. Kisha nitaibeba, nitakuja kuiweka hapa, nitaiscale kama hivi iwe hapo. Yep, kama hivi. Kwa haionekani ni nyeusi. So kuweza kutatua tatizo unasema Control U kwenye keyboard. Hapa kwenye lightness utapeleka mbele na itaonekana nyeupe kama hivyo. Cha kuzingatia hapa, kisha unaweza kuzingatia masuala ya typography. So hapa nitakuja kuandika labda hivi Kevin Graphics kama hivyo, lakini hapa kwenye font nitakuja kubadilisha, nitasema font labda font kama hiyo. Hapa ni font ambayo naipenda pia, kwa utaweka kama hiyo. Unaweza ka scale ikawa ndogo kidogo hiyo ya, na hii tulisogeza itakaa kama hapo. Kwa kingine hapa nitakuja kuchora vishape vidogo hapo, nitavipatia rangi kama hii. Hapo tutaiweka hapa, nita control alt kuduplicate, taweka hapa. Kisha hapa nitakuja niandike location. Kini pia font hapa lazima ibadilike, taweka hiyo, tutasema labda hivi. Scale hiyo chini kidogo hapo. Yep, hakikisha sana unazingatia swala la typography kusudi kazi yako iweze kuonekana nzuri. Kwa pia hapo utaweka namba za simu kama hivyo. Hiyo namba ya simu hapo. Lakini pia hapa utaweka hapa chini labda utaandika Vini Media, labda YouTube channel. YouTube channel. Na kama hivyo. Tusikie kidogo hivi. Positioning hapo. So unaweza kuona kwamba tumeanza kupata kitu fulani. Kwa kinachofuata hapa ni kuweza kuingiza tena taarifa zingine. Labda hapa tutasema place linked. Tutakuja labda kuweka kitu kama hiki hapa, kama hivi. Kama hivi. Hizi logo pia zinapatikana mtandao, unaweza download na ukawa nazo, kwa sababu inakusaidia wewe unapokuwa unafanya kazi zako zinaonekana kuwa ni bora. So kama kawaida uta control U, utakaweke upe kwa utapeleka hivi hapo. Yeah, na hapa tena pia kwenye location utasema place linked. Utakuja hapo nitachagua logo yangu ya location kama hii. Utaiscale chini yenyewe hapo. Unaweza zoom pia. Yep, kaonekana hivi. Yenyewe pia uta control U keyboard. Hapa kwenye lightness utasema lightness iwe mbele kama hivi. So unaweza kuona hapo tumepata kitu kama hiki. Hapo kama inaweza kuonekana hapo. Kwa kichobakia hapa ni kuweza kuingiza tena picha kwenye haya maduara yetu. Hapa utasema file, kisha pia hapo umeselect hapa kwenye hizi copy za haya maduara, utasema hivyo file,
place linked. Utakuja kuchagua labda picha zako kama hizi. Utascale iwe ndogo kabisa kama hivi. Afu then kuingiza ndani ya hii duara, utasema hapa right click, utasema create creepy mask. Kwa itakuwa kama hivi. Kama hivyo. Lakini pia hapa utasema place linked. Hapo utaweka labda kama hii. Yenyewe utascale chini kidogo kama hivi. Utaiweka hapo. Utatia tiki. Right click, utasema create creepy mask. Kama hivyo. Utascale hapo mpaka hapo labda ionekane hivyo. Lakini pia hapa nitafill tena na penyewe picha labda kama hiyo hapo. Yenyewe uta right click, utasema create creepy mask. Kama hivyo. So unaweza kuona kwamba ni business card tayari imekwisha kukamilika kama unaweza kuonekana hapo. Huu ndio upande wa mbele wa business card. Inakuwa na vitu kama hivi: logo, jina, kile pia mawasiliano na sehemu unayopatikana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kinachofuatia hapa ni kuweza kutengeneza upande wa pili wa business card. Kwa kama kawaida utakuja hapa kwenye new, utasema hiyo hapo, utasema create. Kwa hapa cha kufanya tutakuja kuondoa hivi na kuweza kuweka vitu vingine hapa. So cha kufanya hapa nitakuja copy to background kwa sababu ni separate na kutengeneza background nyingine. Kwa nitakuja hapo pop kama hivi. Paka hapo. Kama unaweza kuona hivyo. Lakini pia hii hapo. Then utasema hapa edit. Utasema copy. Utakuja edit alafu tena utapaste kama hivi. Kwa hiyo inaweza kuonekana kama hivi hapo. Kama hivyo. So hapa unaweza pia ukaandika vitu vingine, labda ukasema labda services kama hivyo. Lakini haya yatakuwa na rangi fulani hivi. Ikiweza kuonekana vizuri kama hii. Then utascale chini kidogo kama hivi. Kama hapo. Kisha uta control alt kuduplicate kuweza kuandika vitu vingine hapo. Labda nitaandika poster designing. Labda nitaandika flyers designing. Nitaandika logo designing. Nitaandika banners designing. Nitaandika business card designing. Business cards. Nitasema motion graphics. Lakini pia nitasema labda video production. Yani mfano wa kuweza kutengeneza business card. Kama hivyo. So nitaandika labda tuna wedding cards. Lakini pia labda graphics codes.
Labda nikasema hivi YouTube. Hapo. Lakini haya yatakuwa na rangi nyeupe kama hivi. Scale chini kidogo kama hiyo. Utaweka hapo kama hivi. Kwa kama unaweza kuona hapa kwamba tayari umeshaweza kudesign pia upande wa period business card yako. So unaweza ukasave na ukaweza kuiprint. So huu ni upande wa mbele wa business card, lakini pia huu ni upande wa nyuma wa business card. Na huu ndio mwisho wa tutorial hii. Basi kama tutorial hii imekusaidia, usahau kusubscribe ili kusudi kuweza kuwa ni mtu wa kwanza kupata taarifa ya notification pindi ninapo upload video zangu mpya katika channel yangu. Lakini pia usahau kulike na kucomment.